hatutaweza kuvirekodi kwa sababu ya uharaka wa muda. Kitabu kile cha Samueli wa pili sura ile ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 13, msomaji ambaye yuko makini anaweza akatusomea ili kukomboa wakati. Kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 13, na Zaburi ya pili mstari ule wa 8 ni maandiko ya msingi ambayo yatatuongoza kwenye kujua umuhimu wa watu kwenye maisha yetu ili kutimiza kusudi ambalo Mungu ametuwekea. Sijajua kama tunafahamu kwamba kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa analo kusudi ambalo Mungu amemuumbia, ni la kwake mwenyewe. Hata kama utakuwa umezaliwa ni mtoto wa mwisho kwenye familia yenu, unapaswa kufahamu ya kwamba wewe sio nyongeza kwenye huo ukoo au kwenye hiyo familia. Inawezekana umezaliwa mahali ambapo watu hawapathamini wala hawapatambui, au inawezekana kwenye ukoo wenu au kwenye familia yenu unaonekana ni kama wanyongeza au mtu wa kudharaulika, lakini haifuti wala haiondoi kwamba ukweli kwamba Mungu amekuleta kwa sababu na makusudi maalum. Inawezekana hajaanza kutekelezwa sasa hivi, lakini kuna wakati, na inawezekana hilo kusudi utalitimiza, aidha utalitumikia kwa muda wa miaka miwili au siku moja tu, lakini hilo kusudi Mungu analitazama kwa ukubwa ambao ni timilifu sawasawa, na ambalo litafanywa na watu wengine, ambao watu wengine labda wanafanya makusudi yao kwa miaka mingi, lakini kwa kusudi la siku moja tu ambalo Mungu ameliumba, amelikusudia. Mungu anakutazama kwa upekee na hawezi kukulinganisha au kukuthamanisha sawasawa na mtu mwingine, au akakufanya kuwa mdogo kuliko mtu mwingine yoyote yule. Kwa sababu hiyo Mungu anakuthamini kupita kitu chochote kile. Kwa nini? Kwa sababu kusudi lake kukuumba wewe, kuna mahali Mungu amekusudia utimize.